Wewe mwanangu soba basi unajua hali yenyewe siku hizi. Mwanangu wewe. Poa, vipi mwanangu? Kama sawa. Basi ngela. Vipi mwanangu? Bye bye. Fresh vitu za kwani. Mimi mwanangu natumia chaka mwanangu. Nenda kuangalia. Naangalia mali shamba baba, mali nyumba. Mwanangu sio unaniona hapa kuna jamaa hata nini mwanangu. Mwanangu hali iache tu kama ilivyo mwanangu. Unajua tena mwaka wenyewe. Unaona hivi mwanangu. Kila sehemu mzee mwenzangu hata mimi heshimani kwangu vile vile. Kama hivi mwanangu mahindi. Mwanangu mimi mpukani umetokea hali ya kutokea ukunyanzi yani kwa rangi nyekundu. Mwanangu sijua ili. Kwa mwanangu wewe. Mimi kama vipi mwanangu mimi nataka taketi chao mwanangu. Hata mimi mwanangu simemaliza kazi hapa. Basi tuendelee mwanangu siwazi hata nini mwanangu. Ndio hivyo hivyo wakati watu wanaenda wanafanya nini? Watu wanarudi. Lazimeke ni bagi zako kesho na safari. Ungejua ungeniambia pale pale tulipokutana, sababu nimesahau kwa mama. Asa mimi nitendaje ile safari bila hilo begi? Ila usijali, nitakubebea baadaye, nitakuja kufuata. Haya, basi fanya hivi ili mwenzako na safari. Lini unarudi huko unakoenda? Inawezekana wiki ijayo nikarudi. Sitachelewa sana. Haya poa. Asalamu alaykum. Waalaikum salaam. Anashukuru Mwenyezi Mungu, asante. Na imani bila shaka ninyi hapa ni wenyeji. Kuna mzee mmoja namuulizia, anaitwa mzee Mganga. Mzee Mganga? Anaitwa mzee Mganga. Mimi ni babu yangu. Pale kwenye matukio. Babu yako kivipi? Wewe babu yangu ambaye amemzaa mama. Kwani kuna nini? Kwa matokeo leo hapo kwa mzee Mganga ni magumu. Kuna matukio makubwa ila kwa kuwa umeamua ili nikuelekeze nitakuelekeza. Subiri nikuelekeze. Iko kinjia unakiona? Iko kinjia unakiona? Ndio nakiona. Kishaingia kinjia iko wewe nyoka kabisa. Nyumba tokea ni ya mzee Mganga. Haya sawa dadangu. Haya asanteni kwa elimu jamani. Haya karibu. Kwa makini kakaangu na hiyo njia. Haya, kaka na makubwa. Kwa mzee Mganga anakuja lakini. Haya tu. Haya bwana. Blaza. Nakuja kukumbuka tukio moja, unajua sijakupangilia blaza. Kuna issue nilisahau kukupangilia. La nini tena? Kuna siku moja mimi tumbuka na dogo jana chelo tukaingia hivi chaka ngamba bro mimi naenda kuchukua kwanza miti ya ua nini fresh. Ila siku ambayo tumetokiona kielezee kimwana. Ni kitu gani tena?
Bro hata sijui anakuelezaje. Ulimwona jitu yani alieleweki. Unajua alieleweki bro? Shida ile nikauliza kwamba huyu mtu vipi mwanangu? Yaani mpaka sura ionekane hapo mikono hiyo mwanangu ana mikucha. Mpaka dogo janja ile tukacheza wote mimi na dogo tukaanza kufukuzana hivi kabisa. Shida mwanangu, yani huyo mtu hata sijui yani mrefu mwanangu, yani ngongoti mwenyewe anasubiri. Kwenye maeneo gani babu? Halo mwanangu, kuna polifani vile inaitwa Ntoli, yani mitaa kama kwa kina Dumana kule kabisa chini. Nakumbuka. Si maeneo fulani kuna pacha hivi. Hapo kama ulikuwepo mwanangu. Sasa ngoja nikupangilie pale ndugu yangu. Maeneo yale yanatisha. Kuna watu pale wana tatizo la mipaka, wanagombania sana mipaka. Sasa nasikia mmoja wao sasa pale kuna mzimu umezuka. Alafu kisa cha huo mzimu nasikia kuna watu wanagombania mipaka ya yale maeneo. Mama. Sasa hicho kitu baba kinaharibu watu wengi. Yaani nyinyi shukuru mliporudi salama. Watu wanakufa. Watu wanakufa bro. Yaani mimi nakuomba ndugu yangu usirudie tena. Hata bro mimi nitajichanganya nikaenda kule mwanangu. Usisubutu tena hata mtu akakutesa vipi. Bro mimi nashukuru. Eneo ndo liko vibaya. Nashukuru mwanangu. Basi fresh bro, ngoja mimi nikuache. Basi fresh. Hiyo shida. Poa. Jamani, usiniogope, mimi ni raia mwema. Shida yangu nifika kwa mzee mganga. Ila nashangaa nimefika naikuta hii hali. Blaza, tuondoke, hii sehemu sio salama. Kuna nini kwani bwana sielewi? Twende bwana, tutajua huko mbele. Tatizo nini? Mbona kama unatia huzuni? Kawaida tu. Kawaida hiyo vipi? Nipangilie kama kitu kama kinakusibu bwana. Naona upo kinyonge sana. Kweli kinyonge ndio kama unavyosema. Hapo kwanza nipatie. Blaza, mimi nina shida. Matatizo gani ndugu wangu? Sisi tuna eneo letu la mzee amfariki. Hilo eneo lina mizengo, yani hatuelewi hadi sasa hivi. Mizengo kitu gani? Hebu niweke wazi. Baada ya kufariki aliacha pale eneo lake ambalo sina bitulisi.
Sasa lile eneo lina matatizo. Yule brother Saidi yule, unamjua brother wangu? Nafahamu. Amfariki sababu ya hilo eneo. Lina mizengwe, yani shida tu. Lile eneo haitakiwi ukate mkaa ulime shamba na wala haitakiwi kuuza. Alienda kulima pale siku ya pili tu mara ikamkuta homa akafariki kabisa. No? Mimi na plani niliuze ile eneo, sijui unanisaidiaje sasa. Kuhusu ile eneo, yani kikweli nina shida sana. Na shida ya kulima na pia hata kuuza tu. Mdogo wangu tatizo ndogo sana. Tatizo ndogo. Sasa unaona mimi ninapovimba. Afu unachukulia kawaida ndogo wapi? Nakwambia hivyo nina maana yangu. Haya matatizo kama shai kunitokea mimi kwa upande wangu. Unajua mzee wangu mimi katika familia yetu. Unajua mzee wangu mimi amevuta. Sasa baada ya kuvuta ile eneo lilikuwa na mizengo, yani ya kwako madogo. Ila mwisho wa siku tumeuza na kile hapa anachukua kipande cha na kaenda amechukua pesa ya kwake. Ndio sasa hivi ninavimba, fulu nini, fulu mademu nini, ninavyojisikia ndio ninavyofanya. Ukiwa na hela simple, mimi na mzee wangu ambaye ninatumia, kwa hiyo uwe makini sana unosela sina jambo. Sio unaona mimi ninavyovimba? Taweza, kwani uliwezaje? Sina hela. Unaona hivi kuna kitu ambacho kikubwa ambacho mimi kinanilinda. Unaona mzigo? Acha kuogopa ndugu wangu. Sogea huko. Umeelewa? Kikubwa mwenye kuwa tayari, na kikubwa kuwa na hela. Mimi nitakupeka mtaalamu. Huyo konki. Unafanyaje kazi bila hela mdogo wangu? Hela ndio kila kitu. Tafuta kitu cha kusukuma chapu kwa haraka, ikiwa kitanda tukatafute hela. Wewe unajiamini na kazi? Yeah. Basi twende huko afu hela mimi nitampa wewe baadaye hiyo kupata hela kuuza hilo eneo. Plani yangu mimi kweli kuuza hiyo sehemu. Wewe kama unajiamini na kazi yako na wewe fundi tufanye kazi, mimi nitakupa hela yako. Baba, malikauli hamna kwa fundi. Wewe unamwamini fundi? Wewe una kitanda homo? Sina chochote. Sikiliza, ndakukopesha hela. Ukipiga hela, nafanya kazi bila hela. Kwa fundi malikauli hamna, unampa chake, anakupa mchongo. Sasa tunafanyaje bila hela? Tafuta kitanda au godoro, uza nyumbani, peke hela. Unirudishie hela yangu. Si uhakika mwenyewe unajiamini? Uhakika na kupangilia. Unauza tu hela mimi nakupa. Basi hamna shida. Tuendelee wenzetu. Hapa ndo kwa Dr. Mkurukara. Kila kitu kinawezekana. Mmesikia? Kijana. Lile liliwezekana? Bila mashaka. Niambie, una jipya gani leo? Leo nimekuja hapa nimeleta mdogo wangu hapa. Kijana. Naam. Kijana. Naam. Kijana. Naam. Hamisi bwana mganga. Naam. Una matatizo makubwa sana. Baba yako ameshafariki. Kuna amana aliiacha kwenye poli pale. Amana aliiweka. Haikuwa kwa nia mbaya. Japokuwa sasa hivi ni ubaya. Nitakusaidia. Baba yako walimrithisha amana ambayo alienda kuchukua kwa mganga kwa niaba ya ulinzi shirikishi kwenye eneo lake. Alimwekea mtu wa mzuru. Alimwekea mtu wa mzuru. Baba yako ameacha amana kubwa sana. Ile amana imegeuka, itamaliza vizazi vyenu vyote. Poli hawakati mkaa, poli hawalimi, na ukitaka kuuza unapotea. Unamkumbuka kakako Saidi? Amepotea, na sio yeye tu. Hapa ndo kwa Dr. Mkurukara. Hakuna kinachoshindikana. Nitakusaidia. Lengo lako uuze na eneo lingine ulime. Na umeshapata mteja. Nitakusaidia. Kweli utanisaidia? Nitakusaidia ila kwa masharti. Sharti gani? Pale kuna jitu. Jitu mtu. Jitu linakula watu. Tamuondoa kwa makubaliano maalum. Uko tayari? Niko tayari. Uko tayari? Niko tayari. Weka mkono wako. Nitakusaidia. Ulete hapa kiasi cha pesa. Kwa gharama utakazozifanya kuuza. Nusu kwa nusu.
Nikiuza milioni 10, 5 za hapa baba. Sawa. Puliza mara 3. Bwana mganga. Naam. Inatakiwa ukae siku 3 hujafika kwenye yale mapori. Siku ya 4 njoo asubuhi na mapema. Peke yangu wewe unakuja na huyu? Njoo peke yako. Nyanyuka, tembea asubuhi na mapema. Uje hapa. Wavitambi wananenepeana, wavitambi. Wavitambi wananenepeana, wavitambi. Naam. Mandanda, huyu ni mgeni wako. Asante jamani. Haya, asante. Karibu kabisa hapa, mimi ndo nyumbani. Kujua mgeni unatoka wapi? Bwana, mimi naitwa Mbonde. Natokea Tabora. Mimi ni mjukuu wa mzee Mganga. Mzee Mganga. Na mtoto wake wa Tabora. Aliniambia anaitwa Dasamlati. Sana ndio. Basi karibu hapa ndo nyumbani. Asante. Nashukuru leo kuona na mtoto wa dada kabisa. Karibu. Kijana. Naam. Karibu. Nafikiri umeitika wito wako kabisa. Umetii amri. Ndio. Kijana. Hii ndo amana. Itakaye kufaa wewe kukamilisha mambo yako yote. Lete mkono wako wa kushoto. Bwana mganga. Hii amana ambayo nimekupa, hii amana nilokupa, haitakiwi kuivua hadi kiumbe tunamteketeza. Sawa. Hii amana hawezi kukuzuru, hawezi kukuona pale unapokuwa unakamilisha mambo yako yote. Fika hadi kwenye eneo pale palipokawa na jengo ama nyumba ya mzee Mganga mwenyewe, baba yako. Chukua udongo, pakaza kwenye hii amana. Aliko kiumbe atakusogelea kwenye hilo eneo, na akifika ule udongo mrushie, itakuwa tumemkamata. Ndio. Tukishamkamata tumefanikisha mambo yetu yote. Ndio. Tutauza eneo, tutalima eneo. Ondoa hofu kabisa. Amana hiyo amini kuwa ndo pawa. Kwa hiyo muda wa kuoga, oga. Usioge na sabuni. Nenda kijana wangu. Ukikamilisha mambo yote uje tena. Baraka njema.
Naambia kama fresh. Blaza, mchongo umefeli. Umefeli? Ndio, ule mchongo kwa fundi. Umefeli kivipi sasa? Nimeenda kule mazingira ninafanya nainama tu hivi. Mara jamaa anatokea mimi nikakimbia. Hapa pana namna zetu kwa mtaalamu. Basi tuwezetu. Tukaombe Mungu anza katoelewa. Vijana, nimeshafahamu matatizo yenu. Kijana, Naam. Umechemka. Kweli kabisa. Sasa nakwambia hiyo kazi naisimamia mimi. Sawa sawa. Zingatia malipo. Sawa sawa. Sawa? Sawa. 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 Vijana. Naam. Huyu kiumbe tunamuulia hapa. Sawa sawa. Sawa? Sawa. Mtihani mzima unaisha. Sawa? Sawa. Vijana. Naam. Umeona kazi yako ilivyokuwa ngumu? Ndio nimeona. Zingatia malipo. Asante. Sawa? Sawa. Tawanyikeni. Mdogo wangu. Lile eneo la Mzee Nganga ninavyokuambia pamepoa. Poa. Hakuna matukio yoyote mdogo wangu. Kwaje, mbona sijakuelewa? Nifafanulie vizuri. Yule mtoto wake wa mwisho. Si unamjua? Walomwachia ulisi. Namjua. Alienda kwa mganga. Baada ya kwenda kwa mganga, apewa dawa akaenda kuchimbia. Kwa hiyo sasa hivi pako vizuri. Shoga, kweli? Nakwambia kesho ming'oko. Miliki za umeziona, kumbe umezisikia. Nimezisikia na mimi mwenyewe, tena kaniambia mtoto wake upo. Kwa jembe naenda kwenye ming'oko. Shoga, usiniache. Haya mdogo wangu, nakuamini. Twende tukaangalie hesabu lile eneo tulikuwa tunalisikia. Wewe nao sana ule msitu. Mama umetusumbua hapa katikati. Umeona eh? Mwenzako nimezidi shoga yangu.
Nilikuwa nakutafuta ili nikupe umbea. Kwa mzee Nganga kumepoa, upo? Eza mtoto wa mzee Nganga utanasa. Vizuri mwanangu. Nakwambia, kwa hiyo kesho jiandae. Saa 2 nikuta. Nakukuta tena usiwaze kabisa. Nini nakukuta wapi? Nipangilie pia jambo ambalo nilikupanga. Blaza, pale bwana lile eneo limepoa. Kuna mtoto wake mzee Nganga wa mwisho alienda kwa mtaalamu sijui wapi. Kwa hiyo akampa tiba kwa ajili ya kumpoza kile kiumbe ambacho kilikuwa kinasumbua pale. Amefanya yale mazingira yamekaa vizuri. Kwanza kweli blaza, Uhakika kabisa. kwanza siamini juu ya hii taarifa blaza, kwa sababu nilichokiona siamini macho na sitoamini kwa haraka, maana nilichokiona blaza sitokisahau, yani maisha yangu yote. Kwa unaponiambia eneo limepoa, liko shwari na utulivu, hapa kesho naamka na harakati za panga, shoka, tupa, nenda kuweka tanuri lingine, ndio kukata miti mingine, yani ile kama unavyojua. Mimi nimepita maeneo yale, kuna jamaa fulani nimekuta ameweka tanuru pale la mkaa. Mwanangu atavaa sikukuu kupitia pale pale safari hii. Pale yule mtoto, malengo ya yule mtoto kufanya hivyo, amempata mteja, kwa hiyo anataka kupiga hela. Sasa hiyo miti kaiweshe mapema kabla bosi hajaingia. Unajua matajiri wenyewe. Iwe haraka baba, usiwazi. Hilo limeisha. Yaani hapa asubuhi Mungu akijali mapema baba, kabla kuku hajakunya. Niko chaka. Fresh, mimi nashukuru sana kwa hilo. Kwa hiyo niseme tu asante kaka, mimi nipo hapa. Ndio. Kama unavyokuja ameshatoroka zamani. Hii hali hii. Ujana tatizo naye kufanya wewe. Sio ujana baba, hali ngumu. Hapana, wewe mwenyewe tatizo malaya. Baba ndo hivyo. Najuta sana mambo ya uganga. Nimeachana nayo kabisa. Kwa sababu tangeni nimefika hapa, huyu bwana amenistiri. Nashukuru naishi vizuri. Tangeni nimemuua yule kiumbe. Nyumbani mimi silali. Usiku vinakuja vitu vya ajabu. Maana nikatoka kule. Nashukuru. Nimeachana nayo kabisa baba. Kuna nijia vitu vya ajabu. Yule kiumbe alikuwa anatumika na watu wengi. Hapo wazee. Ila nashukuru brother Beka amenisaidia. Mambo ya uganga nishaachana nayo kabisa. Umeachana habari za uganga? Nimeachana nazo habari za uganga. Wewe kinachokuchekesha nini? Kinachokuchekesha nini? Kinachokuchekesha nini? Wewe kwa tumia uganga. Wewe. Mimi ninachokicheka. Wewe kajidhuru kuna unajitumusha na kujua kwamba kila kitu naweza. Kwa nini sasa hivi ni mtoto zaidi kama mtu wewe usemiacha na kutengeneza. Sura kabeka. Ungekufa wewe. Unajua nitakufanya kitu kibaya. Wenzako huko nilikotoka sio kwamba nimefanyaje? Nina uwezo pia nikachukua vitu vyangu na nikakufanya tena kitu cha. Kwa kipindi hicho mdau wote kaitisha. Sasa tuheshimiane. Tuheshimiane. Uwezo kanifanya lolote la tulia. Hauwezi kufanya lolote ile juu kwangu mimi. Sikilizeni. Mimi hapa ndo kila kitu. Sisi tumeelewa. Ngongwe zote mnazofanya bila mimi kusimama mtukati. Hakuna ambalo likiwezekana. Kwa hiyo mimi ndo kila kitu. Kwa kuwa yeye aishatokea yote, tumeacha ameisha. Haya ni maisha mengine. Sisi tumeelewa. Kwa hiyo wewe blaza unamtetea. Simtetei. Mimi kuja kukaa na wewe hapa. Sio kwamba nimenishinda kwa kwenda, ila nilikuangalia wewe ni mtu wangu wa karibu, unaweza kunisaidia na ukanipitia upande wangu. Sehemu unazoonewa kama hivi, unakuwa upande sikiliza. Kwanza bado sijamuonea. Ina maana kwamba kile ambacho nilikuwa ninacheka mimi, kungemesha huyu anatikaba na vimba, umenielewa bwana? Kunitegemea kwamba mimi anaweza kunifanya lolote lile. Umeelewa? Sasa hivi ndio kuonekana vitu vile vimeacha, kwamba hana ujanja tena, anakimbia vitu, ukikimbilia huku, ndio hapo tunapoteka mimi. Sasa kwa taarifa yako, vile vitu mimi nina uwezo nikavirudisha. Unasikia blaze? Huyo kushukuru wewe. Kipindi hicho zaidi sasa. Unaniangalia na maneno. Basi bana, mambo yenyewe mimi nimekuja. Hawezi utani yule, unaona aje anakimbia. Hawezi utani yule.
Hawezi utani yule. Ameshindwa. Yule mwenzangu. Sasa kwa utani hawezi. Wewe. Unafanya kitu kibaya. Kipindi hicho. Kwa kipindi hicho wewe lolote lile. Maisha yale yatakuwa maisha gani ambayo yakuwa kwa utani?